Ndiyo, ndugu zangu wa Tanzania, ni leo tena. Wakati mwingine tena ambao tufaa Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kuongea na kutupa kibali cha kuongea na kutoka katika anga hizi na misitu hii pande hizi. Tuzungumzie jambo moja ambalo ni muhimu pia kulijua kwa sisi wa Tanzania wote. Tuchangiane mawazo. Kuna namna ya athari za ukataji wa miti ovyo. Kuna athari nyingi sana ambazo huwezi kuzidia kwa idadi. Isipokuwa kuna athari ya kwanza, kuna ukataji wa miti ambao sababisha miti yetu isiyote tena. Pia kwa ukataji wa miti ambao sababisha mvua zetu zichelewe, kwa sababu hii miti inayosababisha muunganiko na mawingu tunapata mvua. Athari nyingine pia kusababisha upepo ukatuvamia kwenye maeneo yetu ambayo tumejenga kwa kasi, sababu miti hakuna sehemu husika. Hii miti huwa inapoza makali ya upepo, ambao upepo huo unaokuja kasi unapozwa na miti na kufikia kisi upepo ambao unakuwa upo safi. Lakini pia kupata uoto na rutuba nzuri, kwa sababu ukata miti. Sababu unapokata miti maana yake haya majani yanatoka kwenye miti juu yanavyoshuka chini ni yakioza, ni majani ambayo kama mbolea kuu ambayo inaleta urutubisho mzuri kwenye nyasi zetu, kwenye mimea mingine, ambapo hata kesho na kesho kutwa kitokea mtu amekuja na mfugo wake kwenye eneo la misitu, anaweza kalisha ng'ombe wake, kalisha mbuzi wake, kondoo wake au ngamia wake au punda wake, wakala majani mazuri ambayo yana rutuba. Na rutuba hiyo inatoka kwenye majani ambayo yanatoka juu, yanatoka kutoka kwenye mti. Yanapoondoka kuja chini, yanakuja kutengeneza mbolea nzuri ambayo inasababisha uoto ambao ni mzuri. Sasa ndugu yangu mwenzangu na mimi, tunaokata sisi miti ovyo bila kujua madhara. Madhara hapo ni makubwa sana. Sisi tunakata miti yetu ovyo. Tujitahidi kuitunza miti yetu. Tujitahidi kukata miti na kuipanda. Tujitahidi kuacha uoto wetu wa asili ambao upo, ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Upo, tunaukuta na sisi. Tunaishi maisha yetu mpaka sasa hivi tulipofikia na tunapoendelea. Upo, tunatamani na sisi wadogo zetu, watoto zetu, vitukuu wetu waje kukuta uoto huu ambao asili wameukuta, na waone kwamba ni fahari ambao waliachiwa na wazazi wao, waliachiwa na babu zao, ambao sasa upo watautumia zaidi na wataendelea kufurahia. Ndugu zangu wa Tanzania, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana kwa kunipa sikio lenu tulivu, kuelewa kile ambacho mimi nilikuwa nakiongea na kuelewa, kunipa nafasi ambayo umeweza kutumia muda wako, kutumia bando lako, kuanza kuisikiliza speech hii ili uelewe, ili usikie kuhusu misitu yetu. Tunapenda misitu yetu. Kuna wengine ambao mpo mjini labda hamjabahatika, nyinyi misitu sio kuiona mpaka mpite mwa Mikumi, hamuioni. Sisi tupo ambao misitu tunaiona kila siku na tunaona faida zake. Na tunapata hewa safi ambayo huwezi kuipata sehemu yoyote. Jamani, huko kwenye misitu kuna hewa nzuri. Kuna hewa nzuri ambayo huwezi kusimulia kwa mtu mwingine anayefahamu kwenye misitu. Achana hizo hewa zenu za huko kwenye viwanda huko, yaani viwanda vimechafuka, lakini huko misituni kuna hewa nzuri sana. Jamani, tupende misitu yetu Tanzania. Ndugu zangu Tanzania, tunawapenda na wakaribisha sana. Msikate tamaa kutusikiliza. Tunawajali na bado tutaacha kuelekeza vitu vingine zaidi na kuchanganya mawazo zaidi. Aisee, karibuni sana Tanzania. Karibuni sana, tunawapenda. Shukrani.